Lakini mwenzangu, kama ndo hayo mbona makubwa? Si uende kwa mama yake ukamwelezee. Unaogopa nini? Yaani huyo mama yake hataki nitie hata mguu wangu pale. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Si jambo, nimekuletea maji. Haya, acha hapo. Sawa, kwa heri mimi naondoka. Mama, subiri. Subiri. Oh. Acha kabisa, usishike. Kwani kuna nini? Hivi mama, nikwambie mara ngapi lakini? Mbona unataka kuingiza uchawi ndani kwako? Mama, huyu binti ana vishawishi vibaya kwako. Huyu binti sio mtu mzuri, ni mchawi. Ona, ulikuwa unajiangamiza mwenyewe bila kujua. Lakini mbona kama wewe unapenda sana hayo mambo ya kishirikina? Napenda mambo ya kishirikina? Mama, mbona unakosea? Umeona? Hii yote ni kwa sababu ya dawa zake. Anataka kukuharibu mpaka na wewe. Umeanza kubali kumwamini kweli? Hivi kwani alipokuja ametokea wapi? Ametokea huku. Alafu ameondokea wapi? Akaelekea na huku. Unaona sasa? Haiwezekani mtu ajie na njia hii aondokee na njia hii huku. Hizi zote ni njama na dawa na mbinu alizopewa na mganga wake. Inawezekana ni kweli. Basi tuyamwage tu haya maji. Ina haja kuingiza ndani. Mama, unaona? Ni nini ulikuwa unafanya hivi? Sasa utafanyaje? Mbuzi kafia kwa muuza supu. Eti wewe unajikuta kijogompa la mia makoo. Kazi kutembea na wake za watu, si ndio? Wewe una mke pale kijijini? Huyu mpuzi anaongea nini huyu? Kai, tafadhali tusifikie huko bwana. Kwani unataka kunielewa ndugu yangu? Tasha, niache niongee. Kwa hiyo wewe hujui mwanamke wangu ni nani? Kijiji kizima kinajua mke wangu ni nani. Sasa unajikuta mjanja umetembea na mwanamke wa Tasha. Wewe una uhakika gani kama mimi nimetembea na mke wa mtu? Umenifumania na mke wa nani wewe? Aha. Wewe unajitoa ufahamu wewe. Unamsikia mpuzi anasema ajitembea na mwanamke wako. Sasa wewe tulia, acha nifundishe adabu. Wewe unataka kumwendekeza. Kai, naomba unielewe mimi basi ninachokuambia. Kwani unataka kunielewa muda wote unataka kutumia hasira tu? Nikuelewe nini mzee baba? Wewe masomo malezi huyu lazima tumfundishe adabu. Wewe unatakaje? Mimi natakaje? Lazima haki itendeke. Huwezi kuonea wanyonge. Sasa leo hii umechukua mwanamke wao. Siku hiyo kuja kuchukua mwanamke wangu. Wanawake wa watu wengine. Wewe sikiliza, mimi mwenyewe sio mnyonge kama unavyonichukulia. Wewe ni mnyonge tu, utishi kwa chochote sisi. Sasa nitakuonyesha. Subiri basi. Mimi mwenyewe wala unitishi. Mambo gani sio unafanya ukai? Muda wote njiani kote nakwambia huko unakuja kufanya lale. Mimi ndo katembea na mke wangu. Wewe msimpigi. Acha unyonge Tasha bwana, utakuwa mnyonge mpaka lini bwana? Utaona mpaka lini? Utaibia mwanamke mpaka lini? Wacha mimi nimfundishe adabu. Kai. Tunataka tunakachana. Shabi,
Sikiza nikwambie mwanangu. Hayo unayoyafanya sasa hivi sio wakati wake. Na wakati wake ukifika, hatutafunga mziki hapa au maspika au hatutopiga ngoma hapa la mgambo. Mwanangu Shazima umekuwa sasa, fanya yale mambo, muda wake umefika. Fanya. Hapana. Na wewe usijione mkubwa kwamba yani wewe ni tayari unaweza kufanya chochote kile unachojisikia kukifanya. Hapana. Halafu umekaa pale na wale mwenzio, mnakaa pale mnatengeneza namna kuniongopea kwa mara ya pili. Sikiliza nikwambie. Baada ya baba yako kuzaliwa, nikazaliwa mimi. Na ndio maana alivyofariki baba yako, mbali na kwa umri wangu sio mtu mzima kihivyo, nikakabidhiwa wewe nikulee. Kwa hakika kabisa hayo unayoyatenda yote, hayo unayoyafanya mimi nimeyapitia. Kwa hiyo hakuna kitu kipya utakachokifanya wewe ambacho mimi sikijui. Alafu kikubwa zaidi, wewe unachokifanya unatutia sisi aibu. Yaani hujaibishi wewe peke yako, unatuaibisha na sisi wote kama familia. Tunaonekana tukukulea wewe kwenye maadili na utaratibu ambao binti anatakiwa kulelewa. Sikiza nikwambie, mimi ni nyani mzee, nimekwepa mishale mingi. Tola, jana fukoni nimerudi saa ngapi kwani jana? Jana nimerudi muda umekwenda sana. Jioni kama imerudi saa 12. Samaki mlipata kule jana? Jana kulibuka upepo. Hatari. Yaani nimeingia baharini masaa 7 natoka na ndoo moja daga nchele. No. Hatari kweli. Kweli ilikuwa balaa jana, sio poa. Wewe acha tu. Alafu kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Kumhusu dada yako. Dada yangu mimi Hanifa? Huyo. Chani tena. Hivi unajua dada yako anateseka sana kwenye mahusiano yake? Aniteseka kivipi? Yule anaonekana mwanamume wake anamnyanyasa. Ananyanyasa? Yaani hapo ndio nimeanza kupata picha hapo. Kwa sababu gani? Mara nyingi dada yangu kila nikimtazama hivi na nikuta mtu ameingia unyong'onyo tu. Ninamuuliza chilipo wala chani hambi. Shida nini dada? Ananificha. Kumbe hapa aniishi katika mfumo dume. Sasa msikae mkaongopeana kwamba kuna vitu utatengeneza vya ujanja kwamba wewe mimi nisijue unachokifanya. Halafu kitu kingine, huyo mpumbavu wako huyo anayekuongopea nikwambie tu akupendi. Angekuwa anakupenda huyo, angekuja hapa angefuata taratibu. Angekutolea posa, tungemuodhesha, ukaenda kuishi naye kama mumeo. Kwa hiyo huyo anachokifanya, anataka kushusha heshima yako na heshima ya mimi baba yako. Lakini baba mdogo. Sitaki unijibishe mimi wewe. Kitu gani utakachoniambia nikuelewe? Nisikilize sasa. Hiki kilichojitokeza sitaki tena kijirudie. Sawa, nimekuelewa. Sitarudia tena. Alafu bado sijamaliza. Cha mwisho. Huyo mpumbavu anayekuongopea ni nani? Anayekufanya wewe usilale nyumbani, uolela ajichukulie tu sheria mikononi, alale na wewe. Ni nani? Kwa sababu gani? Mimi mwanamume wake nimkuta mtu msitarabu. Starabu kweli muda wote univiki nikuta ni amevaa kibelekeshia kile kikofia kama ganda la chungwa, kumbe nshenzi nzandiki tu. Hasa hivi ndio umetoa barua ya uchumba hivi, umemchumbia mwanamke hujamuoa. Tayari ushaanza kumfanyia manyanyaso, unatesa mtoto wa watu, utafikiri kama ana ndugu. Na dada naye anajificha na anakaa kimya, asemi chochote. Ndio mapenzi haya. Na dada yangu alivyokaporofa sawa. Umeshindwa kunifuata mimi kaka yako tola watolanga. Basi nenda hata kwa shangazi. Ina maana hata shangazi hajamwambia. Ameficha. Ukiuliza mapenzi. Mapenzi au shenzi? Sasa mimi nakwambiaje? Yaani mimi nishukuru sana.
Yaani wewe umenifumbua akili. Mimi yule bwana naenda kumwanzishia Ntete, nitamfuata popote alipokuwepo. Hawezi kuninyenyesea dada yangu mimi, dada yangu pale aishi katika maisha ya furaha. Kila siku nilivyokumkuta uso umefinyangika tu. Amezeka kabla hata umri wake. Mtoto mdogo tu yule. Kumbe mchumba wake ndio ananitesa. Mimi nakwambiaje, mimi naenda nyumbani huko, naanza kumwanzishia Ntiti. Ndelefu nikaenda chunguza hivi nishindwa kupata majibu. Tatizo liko wapi? Dada yangu mbona imebadilika? Kumbe mfumo dumo bwana yule alinitesea dada yangu. Makiburu kweli yani. Bwana, wala nisichelewe.